Leo nimeamini shetani hawezi kubadilika kuwa malaika. Mimi nikwambie shemu. Umenifikiria tu vibaya. Nimesi vibaya, si ndio? Yaani nimesi vibaya mchana kweupe hadharani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wamefunga wanaswaumu zao. Mimi wakati naenda zangu sokoni, nikamkuta yule mkaka pale, Aminita. Kuna jambo alikuwa ananielekeza. Kwa kuwa wewe siku hizi umekuwa computer. Hivi ujihisi aibu wewe? Hivi unajisikia unachokiongea hicho unajisikia? Unachokizungumza unakisikia wewe hapo? Mambo sijakafika kwa mume wangu. Sio akafika, nampigia simu sasa hivi hapa. Sasa tulia. Sana ndo yangu ndo kwanza, ndo yangu ina wiki mbili tu. Ina maana pale ulikuwa unamwagilia ndoa. Na yule mjinga mwenzio ulikuwa unamwagilia ndoa istawi mama, si ndio? Ulikuwa unamwagilia ndoa tena. Hapana. Hakuna shemu. Ila Nimesimamisha tu. Kama alikuwa ananielekeza. Sasa nisikilize. Ili aliishia hapa. Huyo mjinga mwenzio nimekutana naye huko, anazo habari zangu. Haiishii hapa mpaka nifiki kwa mume wako, alafu ndo utajua mimi ni nani. Nakuomba ni kwa jina miguu yako. Nakuomba shemu, usije ukamfikishia. Kiurahisi tu. Sana ndoa yangu. Naomba usimfikishie. Sasa sikiliza. Unataka nisimwambie mumeo, si ndio? Unataka nisimwambie mumeo Sasa kile ulichotaka kufanya na yule mjinga mwenzio kule, ndio ufanye na mimi. Karibu Ramadhani. Lakini mume wangu, Ndio. ulivyoondoka hapa asubuhi leo, kwa kweli nimekaa nimetafakari. Nikafikiria kuna jambo ambalo kidogo linanisumbua. Sijui unaniruhusu niongee? Unataka kuniharibia saumu yangu? Unataka kutukana au unataka kufanyaje? Hapana. Ni jambo la amani tu. Hata hivyo mke wangu, wewe huwezi kuharibu saumu yangu. Kwa sababu wewe ni mke halali, una wasiwasi gani? Wewe ongea tu. Chochote unaweza kuongea kwangu. Sawa mume wangu. Karibu. Jambo lenyewe mume wangu, jana kweli mwanetu ametukosea. Omari kafanya sio jambo la kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ila sasa likaja upande wangu mimi kama mzazi au kama mama. Tena kinachonikatiza zaidi pale, kinanipa shida. Mimi ni mama wa kufikia kwa Omari, ndio mume wangu usilisahau. Omari jana ameondoka, umemfukuza. Sasa wakati anaondoka Omari jana, alikuwa ananiangalia kwa jicho la huruma. Alikuwa anatamani niongee kitu kunitetea. Lakini sikuweza kwa sababu naijua mipaka yangu na ninajua wewe ndo mwenye maamuzi. Lakini sasa ombi langu mume wangu, chonde nilikuwa naomba Omari arudi nyumbani. Tumrudishe nyumbani mtoto. Nilikuwa naomba hilo mume wangu. Tafadhali tumrudishe mtoto nyumbani. Nasema hivi mke wangu. Sikiliza vizuri. Nitatumia maneno yenye kufafanuliwa kabisa na yenye kuwa naonesha kabisa kwa namna gani kitu hiki sitaki kizungumzwe mbele yangu. Talbul ilmu faridatan ala. Hiyo sura al-Fatiha niliyokufundisha, hakikisha kurudi nyumbani uwe unaisoma mara kwa mara. Na kama ukiona umeshaifahamu, utakuja kwa mke wangu kuja kuhifadhi. Haya, sawa, nimekuelewa. Na pia nashukuru sana. Asante kwa hilo. Haya, asante. Karibu. Asante. Sawa. Talbul ilmu faridatan ala kull muslimi wal muslimati. Unasemaje shemu? Umenisikia vizuri. Ulichotaka kufanya na yule mjinga mwenzio ndo ufanye na mimi. Shemu. Rafiki yako, lakini kumbuka, mimi nifanye mapenzi naye shemeji. Shemu, umejifikiria kwanza mara mbili? Hapana shemeji. Nakuheshimu sana. Wewe ambacho hujakielewa hapo nini hapo? Ndapo ile jambo kija kumsikia rafiki yako. Wewe. Nakuomba. Wewe umenielewa vizuri, sawa? Basi kama sawa. Hutaki mimi naondoka zangu naenda. Hapana shemu. Basi nakuomba.
Nini? Nipo tayari. Upo tayari eh? Ndio. Sasa nisikilize kwa makini. Mapema. Kesho mapema. Mimi sikutafuti, wewe ndo nitafute. Unanielewa? Sasa ulako usifanye wafu utajua mimi ni nani. Mbona? Karibu Ramadhan, karibu Ramadhan, ya karibu ya Ramadhan. Mambo ya Omari tena, kurasa leo tulishafunga. Wewe mwenyewe unaona, amejitanabahi hapa, amejisifia hapa kwamba wewe mimi nimepitiwa na shetani. Hivi nyumbani kwetu hapa nimba kupitia shetani. Ina maana alikuwa anatudharau. Anafanya makusudi. Wewe unakumbuka mwenyewe. Mara ngapi tumetaka aoe? Anasema mimi bado mdogo, sijui kitu gani, sijui kufanya nini. Sasa hebu jiulize, si tunashinda sisi kifedha hapa? Hapana. Hata kama ungetaka kuoa wake wawili, tu kwa watatu, sisi tuna uwezo huo. Lakini akawa hataki kuoa. Sasa leo inakuwaje? Matokeo yake anakuja kututia aibu. Anakosa hofu ya Mwenyezi Mungu. Na akikosa hofu yangu kama anakosa hofu ya Mwenyezi Mungu, afadhali akose hofu ya kwangu kuliko ya Mwenyezi Mungu. Sasa nasema hivi, mke wangu, hii nalisema ni la mwisho nukta. Kama wewe unaonesha huruma, unataka kuonyesha una huruma sana kwa yule, na wewe itabidi uondoke. Uende kuishi huko. Hapana. Mimi sikuwa na maana mbaya kwa kweli. Wala sikuwa na maana ya kukukasilisha. Sikuwa na maana ya kukufanya labda ujisikie vibaya. Hapana. Maana yangu tu ilikuwa ni hiyo. Lakini wewe ni baba wa familia. Kama ili jambo kwako haliwezekani, basi mimi sina nani na mume wangu. Tena sina mchezo kabisa kwenye hilo. Sina mchezo kabisa kwenye hilo. Na kiomba hicho kitu kisirudiwe kusema. Mke wangu siona nifahamu. Nikichafuka. Hey! Naomba hili liwe la mwisho na la mwanzo. Tufanye mambo yetu mengine. Kwanza futari gani ya leo? Nimeandaa miogo, nimeandaa tambi, nimeandaa uji, vitu ninavyovipenda mume wangu. Mashallah. Karibu Ramadhan, karibu Ramadhan, ya karibu ya Ramadhan. 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 Karibu mgeni mwema, mtukufu Ramadhani, tumekupokea vyema kwa hubala moyoni. Mambo ya kuvunja jungu katu haiwezekani. Twendeni misikitini tukasome Qur'ani, tukasome Qur'ani na vizuri tufungeni, tushikamane jamani kumpokea mgeni. Siku zenyewe ni chache adhidhidi 30, tushikamane jamani tusimuudhi manani. Ramadhani, Ramadhani ni njema, tunakuomba ya karima, utujalie afya njema na sisi tuweze kufunga. Ramadhani, Asante. Chakula kiapo. Mimi naenda kupumzika. Wewe vipi dako? Kesho sifungi. Afungi? Kwa nini? Bado niko kwenye siku zangu. Mbona siku ya mke wangu? Leo siku ngapi? Ya 6. Kwa nini ni kawaida? Hapana. Sawa. Ngoja kesho asubuhi tuamke tuelekee hospitali. Sawa. Nitakie daku njema. Twampokea mgeni, twampokea mgeni, twampokea mgeni.
twampokea. Ni nani aloyafanya ya? Ni Allah anatupenda sana, kaleta mwezi. Mwanaume wewe, tangu tukutane mara ya mwisho hata kunitafuta, kunitesti, ndo ubize ndo nini? Au haunipendi? Mambo mengi, si unajua tena mambo mengi. Mambo mengi ndo yanafanya hata hutaki kunitafuta hata testi. Ubize mwingi. Basi sawa, mimi jambo langu moja tu. Yaani nahitaji jambo moja tu kutoka kwako. Sawa? Nahitaji unisikilize. Nahitaji ndoa tu kutoka kwako basi. Yaani ndoa tu. Unasema nini? Karibuni. Asante. Za siku. Salama, habari za kutulia. Salama, mmependeza. Na uzuri unachangia. Na uzuri unachangia. Heo, habari za kutukimbia shoga wewe vipi? Subiri. Bibi wewe kuondoka kunacha mlango wazi kule kwa poni yako ni? Tuibie sifa vitu mwe ndani au? Tena kuondoka bila kufunga mlango ile kwa mpuuzi sasa. Sikizeni nikwambieni marafiki zangu. Mimi yote nilikuwa nayafanya zamani. Nashukuru sana Mungu kunikumbusha kwamba mimi mja wake nilikuwa nakosea. Tena na nimeamua kurudi kwa Mungu wangu. Kumwabudia yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yale makosa yangu yote niliyofanya na muomba Mungu anisamee kila siku usiku. Nahitaji ndoa. Hivi unachokiongea hiko ulikaa ukafikiria kichwani mwako kwamba nataka nikamwambie Sila anioe, au uliamua tu kulala ukaamka ukanifuata Sila nioe? Ulishaka kufikiria ile jambo? Nimefikiria. Mpaka nafika kwako kuja kukuambia haya nimefikiria. Na sina cha zaidi, nahitaji ndoa. Yaani nahitaji ndoa. Unajua ndoa? Nahitaji ndoa. Mimi naona wewe nataka kuanza kunizingua. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Unajua huu mwezi mtukufu Ramadhani, kuna ndoa zao wanaita ndoa za uji. Mimi sitaki ndoa za uji. Mimi ndo sizitaki. Hapo kwenye mwezi wa Ramadhani hapo ndo pazuri. Si unajua huu mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini? Jua. Sawa. Kama mwezi mtukufu wa Ramadhani hatuhitaji kutinga mambo machafu, mambo maovu, na sisi basi tufunge ndoa tuwe huru. Mimi nimekwambia hivi. Kwa hiyo wewe unajua kama ndoa za uji zidumu. Mwezi mtukufu kisha tu tunaachana. Unafanya tuachane. Sawa, hatuachani, tunaendelea hatuachani tufunge ndoa mwezi wa Ramadhani kwa sababu huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Unaona tukifunga ndoa tutakuwa huru, tutakuwa tunafanya mambo yetu, yani katika uhuru, hatupati dhambi, hatutendi dhambi. Si unajua lakini mwezi mtukufu huu. Mimi nataka mwezi mtukufu wa Ramadhani uishe kwanza. Ikifika mwezi wa 7 mwakani, umeona nishavuna ufuta wangu vizuri kabisa. Sasa hapo ndo nakuoa, maana mahali inakuwa ninayo ya kutosha. Sasa unaposema nikuoe sasa hivi mahali napata wapi? Nianza kukuhudumia wewe. Wewe mwanaume, nimekwambia nahitaji ndoa. Yaani nahitaji ndoa, sikuelewi. Tutafika hadi kwenu. Nimekwambia hivi, subiri nivune ufuta wangu, napata hela ya mahali. Au wewe unajua kama bila mahali si ndoa? Nimekwambia nitakupunguzia. Nakwambia nahitaji ndoa. Ninachokihitaji ni ndoa. Basi sawa mimi. Sawa, utanioa? Talbul ilmu faridatan ala kul muslimi wal muslima. Wewe huyo wa kuswali wa kufunga. Kudanga mdono mwacha nani? Atuchola. Nikwambieni kitu kimoja. Yale yote niliyofanya ni makosa. Na ndio maana nimekwambia kila siku namuomba Mungu anisamee kwa makosa yote niliyofanya. Mimi ni binadamu, kuna leo na kesho. Na ndio maana nimekaa nimefikiria nimeamua kubadilika. Niwashauri tu marafiki zangu. Jaribuni kubadilika kama nilivyobadilika mimi. Ngoja mwenyewe ufunge usaroja mwenyewe. Sasa sikiliza. Sisi hapa nitakuja kukaa. Utakuja hapa huyo bwanako atusumbua kila siku. Chazinepo wapi? Sasa sisi tumetumwa. Upo bila kuondoka bila kuaga siku anaenda kumkomoa nani? Sasa kwa tushtui tu kiufupi. Sije naelewa alikuwa kale kadhamsho. Sasa sikiliza. Huyo bwanako sisi tumezungusha huko, tumemwambia una taita, una chupi, una sketi, au una blouse. Sasa bwana sisi tumetumwa. Tuna mzigo wako kiufupi. Kwa naomba pokea, nataka ushirikiano wako. Pokea mzigo wako. Ametuagiza tukuletee mzigo wako na hata hivyo na namba. Yaani sisi tulete mzigo na tuondoke na mzigo. Upo? Yaani wewe cha mzigo umemkimbia, umeacha namba hujampa, simu umeyabadilisha na line, kila kitu umebadilisha, sijui simu sasa hivi hauna, kila kitu umeacha. Niwaambie tu kitu kimoja.
Hizo hela alizowapa naomba tu mrudishieni mwenyewe. Kwa sababu mimi kwa sasa sipesi kuchukua hela ya mwanaume yote yule. Naomba mzigo huyo Musa aliowagea mrudishieni mwenyewe. Wewe bwana mpe hela yake asitusumbue na tuandikie namba hapo. Tuandikie namba kabisa sisi tuchukue tuondoke. Maana hatuna hata muda kuchelewa. Unajua kuna vigodoro leo view. Alikwambia nakataliwa nani? Wewe mtu hujamuomba chukua upa mwenyewe. Rudisheni. Huyu vipi analetea ushamba? Aturudishe sisi tukuchukua turudishi. Hela ndo hii. Ukitaka utachukua usipotaka shauri yako. Wewe vipi hela ikataliwa unakataa hela? Hela ikataliwa shosti upo. Kwa hivyo na ujinga wako chenge manjenga mieusi. Ukichukua hapa fashion si hujapata vijana viwili wewe. Mnakosea sana. Na pia mnamkosea Mungu wenu. Ni wasii turudini kwa Mungu wetu. Huko maana kuna maisha mengine baada ya ukikataa hela mimi sirudisha. Usifikiri nitairudisha. Mimi nikaenda kwanza vipi hela imefika. Subiri nikwambie shosti. Hiyo hela hiyo tunaenda kumnulia vijola upo. Mimi naombeni tu muende. Na hiyo hela naombeni mrudishie. Tunaenda turudishe tunachukua. Talbul ilmu faridatan ala kul muslimi wal muslimati. Talbul ilmu faridatan ala kul muslimi wal muslimati. Umekaa kimya tu muda wote toka nimefika na kusikiliza hata uongee. Mimi nilikuitia. Nilikuwa nataka kukuambia lile jambo swala lilokuwa nalihitaji. Uje tufanyie hapa kwangu. Yaani kwa hiyo umeona yaani umeona unitege, si ndio? Hapana, miongo amesafiri. Wewe, mimi ndo rafiki yake. Mimi ndo msiri wake. Akasafiri, mbona mimi hajaniambia? Amesafiri ila sijajua ni kwa nini hajamwambia. Ila mimi miongo amesafiri. Hayupo. Kwa hapa hapana. Fikiria. Papo si nimejachia papo mara timu mwenye kafika. Wewe si ndo kifo hicho kinaitwa? Si ndo mambo ya kwanza kutafutiana nini ile wanasema nini ile. Nakuomba lakini. Mimi mambo ya staki. Mimi naogopa kwenda kufanyia huko nje. Kwa sababu anaweza mashemeji akanikuta akampigia simu. Huko ndani tutakuwa huru. Karibu Ramadhan, karibu Ramadhan, ya karibu ya Ramadhan, 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 karibu mgeni mwema mtukufu Ramadhani, tumekupokea vyema kwa hubala moyoni, mambo ya